A very big hello, karibu sana Bingwa Promotion. Sisi tunawasaidia mafundi na makampuni ya ujenzi kutafuta wateja kupitia matangazo ya kulipia. Nimetengeneza video hii fupi ili niweze kumuelezea yule mtu ambaye ni mgeni kwenye matangazo ya kulipia, ili aweze kuelewa ni vitu gani tunatakiwa kuzingatia kwenye kutuma matangazo na vitu vyote vya msingi anavyohitaji ili aweze kutuma matangazo na kupata wateja kupitia matangazo ya kulipia. So, kama unavyoona hapa, nimeandika hapa ni Bingwa Promotion, and then hapa tutaanza na meta ads. Kwa sababu wewe ni mgeni kwenye matangazo, nataka nikuelezee matangazo yanafanya vipi kazi. So, kwa hali ya kawaida ukiposti video yako pale Instagram watangaza watu 200, 300 ambao ni watu wachache sana ambao hawawezi wakakuletea kazi. Kwa hiyo tunachokifanya, tunafanya kitu kinaitwa media buying. Tunawalipa Meta ili waweze kutuma tangazo letu lionekane kwa watu wanaofuatilia ujenzi mtandaoni. Mfano mzuri ni namna nilivyoandaa tangazo langu, nikasema kwamba nafanya kazi na mafundi, nimelilipia na limekufikia wewe fundi, limekufikia wewe mwenye kampuni ya ujenzi. Vivyo hivyo utaandaa tangazo lako, let's say unafanya aluminium, utajitambulisha vizuri, utasema unapatikana wapi, unatoa huduma zipi, and then utalilipia hilo tangazo ili liwafikie watu huko mtandaoni na watakutafuta moja kwa moja mwanze kufanya kazi. So hapa waga tunalipia ni $1. Tangazo inaonekana kwa watu 1000. Kwa hiyo unatakiwa ujue kwamba inaweza ikazidi au ikapungua, lakini hii ndio unit. $1 ambayo ni sawa na 2700 utaonekana kwa watu 1000. Kwa kama mfanya biashara ni lazima ukae chini ujiulize, okay, nataka kuanza kujitangaza mtandaoni. Je, nianze kutumia bajeti gani au nianze kuonekana kwa watu wangapi? Mimi kama mtaalamu huwa nawashauri kwamba onekana angalau kwa watu 5000 kwenda juu kwa siku. Ni rate nzuri, unaweza kupokea inquiries mpaka 20 kwa siku, kwa inakuhakikishia kwamba utapata kazi ndani ya siku 30. Hiyo ni sehemu ya kwanza kabisa. Baada ya kuelewa matangazo yanafanya vipi kazi, nataka nikuelezee vitu vya msingi ambavyo tunatakiwa kuzingatia ili tuweze kupata matokeo. Kitu cha kwanza kabisa ni ubora wa tangazo. Unatakiwa kukumbuka kwamba wewe ni fundi au una kampuni ya ujenzi, lakini hauko peke yako. Watu wengi wameshaanza kupata uelewa na wameshaanza kutangaza. Kwa hiyo ubora wa tangazo lako ndio utakusaidia wewe kujitofautisha na mafundi wengine, kujitofautisha na makampuni mengine. Lakini ubora wa tangazo lako ndio ubora wa watu wanaokutafuta moja kwa moja. Kwa ukituma tangazo ambalo halieleweki, litakuletea watu ambao hawaeleweki. Ukiandaa tangazo bora inayoonyesha kazi yako kwa ubora, utapokea watu ambao wanaeleweka. Sehemu ya pili ni setting ya tangazo. Umeshaandaa tangazo lako bora, ni lazima lifike kwa watu sahihi na kwa wakati sahihi. Hicho ni kitu cha msingi kuliko vitu vyote. Unaweza kuwa una tangazo bora likafika kwa watu ambao hawahitaji ujenzi, tayari umeshapoteza mpaka hapo. Kwa hiyo tunasema kwamba kitu cha kwanza kwenye utumaji wa tangazo tunazingatia target. Unataka kufanya kazi na watu wa mkoa gani? Kwa meta ads inawezekana kutarget kama nataka nifanye kazi na watu wa Dar es Salaam, Kibaha. Hicho ni kitu ambacho kinawezekana. Lakini unaweza ukachagua miaka, ni watu gani ambao wanajenga sasa hivi. Utachagua miaka maybe 25 kwenda juu au maybe 30, 35 kwenda juu. Kwa hiyo hapa ni lazima uhakikishe kwamba tangazo lako bora linafika kwa watu sahihi. Kuna mambo mengine ya kuzingatia nitakuelezea huku mwishoni kwa sababu ni ya muhimu sana, masuala ya budget. Lakini mwisho kabisa tuna mauzo. Asilimia kubwa ya wafanyabiashara wanafeli hapa. Umeshatuma tangazo, watu wameshakutafuta. Je, unaweza kuwabadilisha kutoka kuwa mtu mwenye interest kuwa mteja? Kwa siku kwenye matangazo unaweza kupokea message mpaka 20. Kila mtu anakuja kuulizia finishing. Let's say wewe ni fundi wa finishing. Lakini je, una uwezo wa kuongea na wale watu ukapima site na ukaenda kufanya nao kazi? Umeona? Hapo ndo utakuja kujitofautisha na watu wengine. Kujitangaza kunaweza ukawa rahisi, lakini kuwabadilisha wale watu kuwa wateja inahitaji experience. Kama fundi unatakiwa kumshawishi bosi ili aweze kukupatia hiyo kazi. Na kama ni kampuni ya ujenzi ndio inakuwa very deep. Mpaka mtu akupatia mradi mzima, unatakiwa uwe very detailed kwenye kazi yako. So, ni mambo matatu ya msingi ya kuzingatia. 1, ubora wa tangazo. 2, tangazo lako bora lazima lifike kwa watu sahihi. 3, lazima uwe na uwezo wa kumshawishi yule mtu aliyeonyesha nia ya kufanya kazi na wewe mpaka mfanye kazi. Kuna mambo ambayo waga napenda kuyatenga kabisa. Bana sogeza ubao. Swala la budget nimeliweka pembeni kabisa.
unatakiwa kuwa na budget ya kila siku kama fundi au kama kampuni ya ujenzi. Kwa nini? Kwa sababu kazi zetu haziji moja kwa moja. Hakuna anayekutafuta asubuhi jioni akakwambia njoo tufanye kazi. Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo unatakiwa kila siku upokee watu labda 20. Kwenye wale watu 20 utapata watu wawili wa uhakika, wao atakwambia njoo tufanye kazi baada ya wiki 2, atakwambia njoo tufanye kazi baada ya mwezi mmoja. Lakini kadri unavyozidi kupokea watu kila siku, unajitengenezea mazingira mazuri ya kufanya kazi hapo mbeleni. Kwa hiyo kwenye hizi kazi zetu za kutafuta project, unatangaza leo, unaongea na watu leo ili ufanye kazi kesho. Swala jingine ni swala la muda. Kila kitu kinahitaji muda. Kila kitu kinahitaji muda kwenye kupata matokeo. Ni jambo la msingi sana kulizingatia. Unapoingia kwenye matangazo ni sawa na uwekezaji. Lazima ujipe muda. Kwa hiyo sisi waga tunasema angalau miezi 3. Hata kama utatuma tangazo asubuhi jioni utapata kazi, lakini mahesabu yako ya kwamba nimetumia 2 milioni kwenye matangazo na nitapiga mahesabu baada ya miezi 3. Je, hii 2 milioni niweka kwenye matangazo imekuwa na tija au ni hasara? Kwa upande wangu sijawahi kufanya kazi na fundi au kampuni yote ya ujenzi na tukakosa matokeo, kwa sababu hii $4 kwa siku ambayo ni sawa na $120 kwa mwezi inakuhakikishia watu 400 mpaka 600 kwa mwezi. There is no way atakutafuta watu 400 afu ukose site hata 10 tu. Ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwa hiyo kwenye matangazo unakuwa na uhakika wa kupata kazi, lakini ukiwa na mifumo mizuri unakuwa na uhakika wa kupata kazi zaidi. So hayo ndo maelekezo ya msingi. Kama kutakuwa kuna swali utanitumia hapo moja kwa moja.